So welcome back again to Overseas Podcast, and today we have our guest, Maestro Amon Pani himself. And today we are going to talk about what has been happening few days back, and maybe he's going to share with us what's going on from his end. Yeah. So Amon, welcome. Unaweza jifanyia introduction kwa watu wenye hawakujui? So ndio niongee Kizungu, Kiluya, Kiswahili. Sasa wewe tukingoja watu waingie. Unaweza tuambia venye kuna nini, venye huko kumekuwa nini. Ngoja pia matoke pia anaingia. So my name is Sasa wewe ndo tuambie, ni wakati wako, tuambie kukuhusu. Naona hata matoke ameingia, alafu pia nitamleta hapa. Sasa bado unaona niuliza maswali ama lakini sasa unaweza jintroduce, useme mali umekuwa juu. Sasa najua hauna club ya rugby sasa. Ati sina the information I have. Kutoka kwa information niko nayo mimi najua Amon Pani sasa ni free agent. But soon naacha kuwa free agent. In 2 weeks time. In 2 weeks. Yeah. So ushapanga. Ushakuwa na mikakati hivi. Mikakati shakuwa. Nilete mzito hapa juu. Matoke. Ni aje mko fiti guys, mko fiti te. Mko fiti. Yeah. Very nice. Habari ya masiku bana. Tulipatana na Matoke kitambo. Ni early this year. Uko fiti, naona shida ya macho ni gani kwani? Hapa mafuta ilirukia hapa. Hauna mamazi kwani wakukupikia? Bado sijapata. Na wewe free agent uko aje? Unateseka? Mimi niko easy. Free agent, but in 2 weeks time. Tupatie hint. Mtaniona mahali. Nini ilifanyika? Kidogo hivi mnakuwa number 5 kidogo, naona hamtaki kucheza. Kidogo a lot happened. Mliruka nje ama mlirushwa nje? Mlirushwa nje ama nyinyi ndo mliamua kuruka nje? Ni ile unatoka kwa mlango alafu unasukumwa uende. Hiyo ni ngumu hiyo. So I think nikiwa Queens vitu zilikuwa sawa. So mimi sielewi venye kulienda kukakuwa. Wewe ndio ulienda na nyota yetu. Unafaa urudishe nyota yetu. Wapi? Yena pau. Bana, wanafaa urudishe nyota yetu. Wapi? Mimi hata nikando nilikuwa swara hiyo team. Mbona? Nikiwa hapo amkuwa mna nini? Hatakuwa tunashinda nini? Circuit. Si unajua wewe ni semi finalist wa Kenya Cup bana. 2 times. Mara mbili bila kushinda. Ona Matoke yanacheka. Mimi mnalimaliza hapo kuna timu yake sijui ilifika but imefika semis
Kenya Cup tumeshine back to back semis bana after COVID. Ah. Na number 2 Amo- tulipiga KCB. Amo ni kama Eh? angekuja Queens, sijui angefanya aje. Angekuwa amefika semis for the Amon longest. kila mahali. Eh. Amon kila mahali ameenda anakosikia. Homeboys ndio hiyo, ona mahali wako saa hii. Wewe, Ona kuli. Matoke, unajua kitu moja Mokoro hajui. Eh. Mi ni 2 times sevens champion. Hii circuit ya Nyake nimeshinda mara 2 Mokoro. Walai. Nishinda na Homeboys Sina na Homeboys. Na na Queens. Queens. Eh. Mi hata sina hakuna kitu nimeshinda main hapo Kenya. Sasa Nimeshinda tu Walishinda Mwamba Cup. Batel. na peo team naenda Eh. next year pia lazima washinde inshallah. Si tuambie ni gani? Tupatie Ndio, hii. Matoke unajua kama hujasikia fununu. Ndio maana unaona mimi niko na hint ni gani. Mimi najua ni gani. Nishakuona mahali. So ndio nataka utangazie watu ni wapi. Ifai kutangaza, unafaa watangaze. Si nimewambia by the in fact. Pia mi sasa nimeanza kupata hiyo fununu. In fact, Kaushaonekana zoezi labda ni huko side za Nairobi West huko. In fact ndacheza Fladis. Fladis ndacheza Fladis. Nimekuwa nikisikia Amon, nilisikia like free agents hawako allowed kucheza until January. Fladis kwa nini tournament ya Union? Sibati Union KRU ndo ina nini ina last time Remke, Wangila, sijui nani walikuwa Homeboys na wakachezea Queens Fladi. Actually cause Floyd akitoka Daystar alichezea pia Oilers Fladis. Yeah, you remember. Fladis unacheza tu. Okay. Nimekumbuka. Niko hapo Fladis anacheza magari. Alicheza Oilers Fladis. Season ikianza nikaona anacheza KCB. Bana. Fladis ndacheza na hiyo game tutashinda. Hiyo game ni derby tutashinda. Acha niangalie derby yenye iko hapa. Ni sawa. Derby ni moja. Amon, sijui kama wewe unaweza kuwa unajua teammates wenzako wanaenda wapi? Wenye najua but najua mali kila mtu anaenda but sasa hiyo ni up to them, sasa siwezi wasemea. So mshapata teams? Wasi washapata teams. Kama mtu ashapata team hiyo ni poa, lakini sasa shida ni juu unaona mmeleta shida ya kulipwa hapo Queens. Huko kwenye mnaenda mtalipwa ama kukoaje? Ati kwenye mnaenda ni place ya kulipwa pia ama? Wewe tulia tu, utajua. Si ni greener pastures. You mean tunajua nimewatoa Queens ni do. So I hope mali mnaenda kuna do mingi basi. Hapo kwa do mingi ndio shida. Pesa iko lakini ni mingi. Pesa iko ataka ni mingi, ikuwe ni ya mlipwe, isikuwe tena ni same case yenye ilikuwa huko nini kwenye mmetoka. Ushasema anko. We, Fladis hakuna derby bana. Kuna kama uoni Matoke, kama uoni derby shauri zako. Vitu zingine si lazima ni kunini. Angalia tu hapo kuna derby, wewe angalia vizuri. Cheki, mimi sina pressure. Mimi nasoma mali unaenda. So yeah. Naona hapo Leona kuna msema anasema siji captain wa Rwanda Rangers MK. Lucky captain. Ati Remke anaenda kwa wale wa J-Quad. Tuma list. Kuna kitu nataka kusema about Leon. Anyway.
Yaani madhara ya kutocheza. Ndio maana nafikiria hivi. But pia mimi niko na kitu ya kusema kuhusu Lyon. But nimecheza na Lyon I think ni 3 seasons. Lyon is the most underrated winger in Kenya. Winger? Yeah. Why do you say so? Because I know, because ni tested, approved and trusted. So ukicheza naye sevens ulikuwa una prefer kucheza naye more at center ama akiwa 10, where ulikuwa una prefer kucheza naye akiwa which position? So Lyon at wing any day. Wing. Basi sema hivyo ati ni best yangu. So, I think hapa kuna msee amekuja hapa comment section anatupea uhondo. Niyo Duor. Si yeye. Wangilas Thomas. Thomas ni timu gani? Oh, Thomas Ese. Matoke ujui Thomas. Tulia, kuna Koyonzo Thomas. Hey, Thomas ni mingi. Matoke I thought wewe ni msharp. Tulia, ni nini nimepata then. Hey. Ngoja, alisema Lucky anaenda wapi? Alisema Lucky anaenda kuwa captain. Rwanda. So in fact, Lucky anaenda kuanzisha timu ya Rwanda national team ya sevens. Ako eligible kuwachezea kweli? Si Lyon, si amezaliwa huko. Lyon I think atakuwa coach stroke SNC. Kila kitu, motivation of speaker. Naona ni coach wa mental. Zote. Queens wangemchukua hapo wampe kazi ya waongeleshe mbaki. Shida sasa, ama unasema shida ni hapo kwa kulipa tena? Kazi iko lakini nini? Unajua Matoki? Unajua bado Mokoro ni msee wa Queens. Is a Queens player. Akirudi home anarudi Queen. Always a Queen. Ndio hiyo sasa. Labda hadi nikirudi huko nipate vitu ndo ni mbaya, ndo tutajua. But for now ni hivyo. Mokoro, hebu nikuulize pia wewe, tuseme umerudi Kenya just in case. Option yako ya kwanza ni Queens? Kwa sahi venye kuko haitakuwa Queens. But ita depend. Sijui nimesikia kuna watu wamepigiwa simu wanaenda kuorganiziwa contract. Pia mimi ukinipigia tunaweza ongea. Wewe ama ni kupigiwa simu? Mimi sijapigiwa simu. Amo ndo sijui wondo waliitwa cancer sijui nini. So ndio alisema you are the cancer, we don't want to see you here bana. Nyinyi ndo mnafanya wengine wanaoza. Wanataka kubomoa timu. Sisi kweli. Sasa si nyinyi ndo mlipewa nini? Niliona hao watu 38, sijui ni 38 Wow, what a time to be alive. So mimi nataka kujua Amon. Nyinyi wote Matoke na Amon. So nyinyi mnaona kitu gani inaweza fanya rugby yetu ichange, rugby ya Kenya? I think for me kwanza ni player welfare kwanza. Player welfare. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Main factor, main cause kwanza ni player welfare kwanza. So juu pia mi I think ni same, ni players ndo wanafaa kuja before kila kitu, before hata union. Jua players union niwezi kuwa, bila players clubs haziwezi kuwa.
True. Na Juu pia mimi alafu nakumbuka time nikiwa Kenya Sevens hiyo under Namcos. Kipchoge alikaa kutushow, alikuwa anatupiga hapo mawaidha. Akatushow players ndio bosses. Ama lakini mbona kwa rugby players sio bosses basi? World Rugby. So World Rugby unajua inategemea ndio players, lakini sasa inategemea countries. Ndio maana inaenda kwa kila country try hii kitu ya get into rugby. Get into rugby si rugby, si country itakuja ku get into rugby, ni player ndo ata get into rugby ndo ende ku represent country yake, na hivyo ndo World Rugby itapata. I think bado main thing ni players kwa hii nini. Yeah, true actually. So na player unajua ni kama bees. Mi tu unasema Kenya inafaa kufanyika hapo Kenya Rugby ni hizi club zigeuzwe zikuwe biashara basi. Watu wazimanage ni watu wa bees. Juu mtu wa biashara akimanage kitu anataka kupata profit kutoka hapo. Na that means lazima atainvest kwa hiyo kitu, ataweka time yake, kila kitu inahitajika ndo yeye apate profit kutoka kwa hiyo nini. That's why unaona clubs za huko Europe unapata ni zimeoniwa na watu fulani. Si eti kuna zenye ni hizo za nini za gava nini, but mingi unapata ni wase wanaziona. So sijui wewe matoke una view yako ni gani kwa hiyo point? Honestly for me kwanza ni how we package this game kwanza ndio ina need to change, yeah? For me. Of course players lazima waangalie, but for me kwanza ni how we packaging our game. Why are we not getting enough sponsors? Mbona to attract more? Nime-attend rugby games actively post-COVID kwanza 2022 ish hapo actively. The same faces ndio nimekuwa nikiona for the longest. Mbona to attract new people, new sponsors? Kama ni Seven Circuit we know. Really? Kama si Tusker ni Tusker, kama si Tusker ni Tusker. The same Tusker wamekuwa kisponsor Safari 7 since ikianza 96 I think, if I'm not wrong. Mbona to get in big corporates wakikame in because wanajua maybe the house of Kenyan rugby haiko in order. So first we need to get our houses in order in our clubs, from our clubs all the way to the union, yeah? Ama ni from the union all the way to the clubs, because watu wako union walikuwa in clubs, ama watu wako in club pia wako union somehow. So how our organization needs to change here, because unasikia kama let me use an example of Queens. Unasikia ati kuna but inaekwa in the wrong place. What I've heard, yeah? Unasikia kuna but yes hawalipi. Why? So priorities ni gani? What are our priorities in Kenyan rugby? Fans watakam, yes, but sasa players the player is not getting his due, he won't deliver for me. So that's my POV for now. So ukiangalia kwa hiyo point yako pia ukiona kama sponsor mwenye sasa tuseme ana dominate hapo kwa rugby ni SportPesa. Ukiangalia kama football pesa walipewa, na ukiangalia yenye anapeana kwa rugby hata hiyo fraction haitoshani. Yes. So inaonyesha venye rugby iko chini, yani tu sasa mali imefikia sasa, si tunatumika tu. Rugby ni kama wanaitumika tu kufanyia kitu wanadai. Mtu akisikia ku market kitu fulani anakuja anasema niko na milioni 1. Yani sasa hadi hatuna hiyo value, ni kama inafaa ianzie kwa union. Ni kama rugby ina value. Yes, kwanza juzi nilikuwa nacheka a discussion ni wase wafuta actually walikuwa wanaongelea, si big rugby fans. Wanasema why a leg of the 7th circuit mnacheza weekend, yes ni 2 days, mnacheza 6 games.
alafu the overall winner anapata 100k. Honestly, for a team yenye iko na 13 players kama 20 tuseme 20 the whole management 20, alafu hao ndio wenye wameshinda. Alafu not forgetting, kama hujamaliza top 3 you're not getting anything, you won't get anything the whole circuit. That you makes sense at all. So inamaanisha whatever you're getting in the whole circuit ni kucheza tu, kupiga tu tua. For you, you have to work hard umalize number top 3 ama overall umalize pia number 3 ndio you get something out of the money yenye sponsors wanaleta. If you're not hautamaliza number top 3, so basically your pesa yenye sponsors wanaleta ama whatever iko promised hapo juu, you'll never get. Tulikuwa tunaongea na wa players of blood wamaliza top 3 once to last year wakapata 25k. Sasa kama 25k honestly mko 20 management plus players, so kila player anapata 1k and then hiyo ingine sijui 5k inaenda wapi. So basically now lazima waangaliwe. I think wanapata 1k na wako Mombasa. I think kuna sponsor kwa rugby na watu wanamuoverlook sana. Hii betika yenye at least hiyo nini tona yao iko na value kwa wasi wanaenda sini 7s. Wanachezanga 7s hiyo Bingwa Fest ama wanachezanga 10s if I'm not wrong. 10s alafu ni 1 million ni to reasonable. Lakini ni reasonable kama hiyo pesa itaenda kwa players depending on team. Tuseme team kama KCB sasa tuseme ndo walikuwa wanacheza hapo. Na hiyo ndio iende yote. Iende, so players maybe na management hiyo 1 million per weekend. Hiyo ni kitu poa. Lakini sasa ya 100k per weekend team imetumia, tuseme team kama hizo top teams Kabras, KCB, Oilers wakienda tournament kama Driftwood wanalala kwa hotel yenye ni kubwa expensive. Alafu unapata do wametumia kuenda huko ni mingi, na accommodation, chakula ni mingi hata kushinda pesa wanaenda kupigania huko 100k. So mi sioni reasoning ya iko behind hizo tournament zetu za 7s. So mimi nafai change. Amon ulicheza 7 circuit before COVID. Top 3 walikuwa wanapata ngapi? Top 3 si tulipatiwa 150,000. Hiyo ni overall ama pale? Overall. Overall. Okay. Yeah, so basically overall wanapata pesa double, wanapata double that amount. Na pale I think bado ilikuwa si ilikuwa Stanbic. Stanbic, yes, 2019, yes. I think so. So Yana anasema wakiwezeka 1 million kwa leg, hawezi amini hata talent wanazoona kwa hizo legs. Kweli? Ni kweli of course players na teams iko na njaa. Ukipatia watu pesa ina improve even the motivation. Hata mimi ukinipatia pesa personally lazima niiwakie like ni because najua at the end kuna something. Kenya but Matoke. Yes. Nona nikiwa SA ile time nilikuwa SA. Yeah. Nilikuwa tuko tunaishi magame mpaka za nationwide. Unajua do wenye mtu wa nationwide analipwa SA. Hizo team na ni community clubs. Ukichange into Kenya shillings huyo msee anapatiwa 35,000. 35k hiyo ni per week, month? Sijui ilikuwa kama ni per month ama kitu kaa hiyo. Na unajua that's why nakwambia SA watu wana fight waingie national team, ndio wanajua nikishaingia national team maisha yangu imechange. Wana fight waingie kwa hizi clubs. That's why wako na so much talents. Kweli. So mtu ana fight nicheze Stormers, mtu ana fight nicheze sijui nini.
Najua once nishaingia hapo mi nimechange life. Kweli. Alafu pia niko na swali lingine. Venye mnafikiria Kenya Cup inahitaji kuwa na 12 teams zenye a quarter ni quality, zingine zote ni kukaa hapo juu. Tunafaa kuwa na ligi ya 12 teams, ama Kenya Cup inaweza kuwa hata na team 6 zenye ni competitive, zenye ni tuseme hata semi pro, zenye zinaweza fanya zitoe players wenye ni quality. Juu zikiwa semi pro, tuseme watu watakuwa wanaingia training, consistency itakuwa, kuna more time kwa training na watu watapata vitu right. Si yenye Kenya Cup, unajua tuseme unaweza hesabu hours zenye watu wana train per week, maybe hata ni 3 hours kwa timu mingi. Juu mtu atatoka kazi 5 aingie zoezi, before aingie zoezi ameshikana kwa jama. Akiingia zoezi ndo anapata timu washaanza kurun plays nini, anaingia hapo half an hour zoezi imeisha, hakuingia gym tena. Hivyo aingie Tuesday, Thursday, angoje Thursday team naming na acheze hivyo. Na bado mtu ataenda kubishana na mtu wa Zimbabwe mwenye amekuwa akicheza Federal 2 ama hata National Anacheza France buda. anacheza. For me Kenya Cup. Sema 12 teams I think zinabamba, 12 teams. Hapo itakuwa very competitive, tapata teams ziko ngapi sahi? Si ni 12? Ni 12. Ukiongeza hiyo umesema okay. So for me kitu nilikuwa nasema union inaweza decide iseme aje ndo mcheze Kenya Cup. Sasa haikuna juu tunataka kuenda hata pia si World Cup. Na ukiona hivyo I think ndo country mingi zilifanya huko Europe. League kama hamna budget ya kusustain players wenu kwa contract for a certain period of time, tuseme kama ni a full season, lazima muonyeshe budget yenu, account yenu iko na ido, tumecontract our players, contract zao ndo hizi, tutakuwa tunawalipa ido na tutawalipa for this long. After hapo ndo mna qualify kucheza hiyo top league. So next season kama hamna do nyinyi mnashuki. Si ni kama hii pia France huko top 14, si ni Toulouse ama Toulon. Kuna sawalishikwa na scandal kama hiyo, hawajalipa players waliambia player jilipie transfer fee, watamurefund. Akakimbia akakaa mko, hawakumrefund hiyo do. So si walitishiwa watashukishwa chini, ikabidi wamlipe ndo waendelee kuwa top 14. So mi sijui view yenu juu kama sasa utaona kuna ma university mingi saizi kwa Kenya Cup. Ni juu ya nini? Hao watoto wako shule, wako pamoja, wako na time mingi ya kutrain, ndio maana wanakuja wanapiga timu hapa hizi ma club za huku nje, wanapanda sasa wako Kenya Cup. So unasema iko kama SA, unajua SA? SA kitu wa varsity, timu ya varsity kuja kucheza Kenya Cup. Yaani uliza watabeba mse. Watabeba Kenya Cup naona Kenya Cup standard second league Africa. Nashangaa. Lakini pia comparison unatumia ni mbaya. Atutoe team varsity kuja kucheza Buda tuko tier 3. Lazima tukumbuke tuko tier 3. SA ni tier 1 Buda. So hiyo tahadhari tutajitoa aje huko? Kama hatuwezi anza kupanga vitu zetu kutoka hapa, tuanze kuseparate teams, clubs. Mokoro league ikuwe competitive. Mimi naona ama pia Kenya Cup. Naona top 3. At least after hiyo top 3 wanachukuliwa, wanapelekwa SA. Wanacheza na timu za SA, timu noma.
I think iko tu hivyo, mtu anajua nikimaliza top 3 kuna games So SA. hii kitu naweza sema before hii top 3 peleko huko SA. Ama pelekwe Zim ama Waenishwe Namibia. waenishwe Amon anasikia poa. Amon ako certified kucheza rugby. True. Kama Amon hayuko certified kucheza rugby na umpeleke SA bado hakuna kitu itafanyika. Juu huu player ndo una need kunini kucheza hii game, kuchezea timu yako club. So unajua kwa Kenya nimeona imefanywa ni kama so players ndo wana need team, si team ina need players. Na huku lakini hebu kwanza niulize Mokoro. Si Amon vile amesema ukipeleka top 3 SA, right? Hiyo ndio kimekuiki happen actually. Hiyo ndio kimekuiki happen. Because Kabras imehappen wapi? Kwani niko nchi nyingine? Hiyo ndio kimekuiki happen like unachagua the top players from the top 3 teams unapeleka SA, si ndio? And then with that happening, you are widening the gap between the top 3 and hizi teams zingine. Ndio maana unapata wasa wakirudi unaona team kama Kabras inatandika team nyingine, so sijui alitandika Kisumu sijui 120 sijui 140. So the gap between top 3 and the rest ina wide inaendelea kwa creep. That's why we'll continue seeing the same teams in the Kenya Cup finals ama playoffs. Yenye ni easy to predict. Amon, kuna swali yako hapo sijui kama umeiona. Umeiona ya coach Kadambi. By the way mgeza amekuwa chess Kochare kama unaweza ingia kuna link hapo kwa tumpe flowers zake. Lazima tumpatie flowers, ndio? Unaweza ingia for ama tunaweza kuwa na session na wewe Wednesday. Uko on. Uko na internet. So nilikuwa nasema Wazito. Ligi yetu unaona URC sahi. URC wezi last season mtu alishinda sahi amechapwa game zake za kwanza 2 na timu yenye alichapa last season. Leicester ligi inafaa kuwa hivyo. Ligi haifai kuwa Kabrasi ligi imeanza hivi, Kabrasi ishapiga Oilers, ishapiga KCB, ishapiga Queens. Yani tu inajua tu bado tunaenda kushinda hii Kenya Cup. Ligi inafaa kuwa timu ilishinda hii season na iko sure kama inashinda next season. Yes. Mokoro, so hebu niulize swali kwanza before uendelee. So when unasema ati league haifai kuanza, Kabrasi wanapiga sijui Oilers, Kabrasi wanapiga nani? So for me nasema kuna kitu yenye Kabrasi wana do right yenye hizi clubs zingine hazido right. Kweli. So hata ukisema hivyo na maana tu bado same Kabrasi wataamka kesho wapige tu hizo team, sijui wapige tu hizo team kama zinaangalia kila siku. Na sasa haifai kuwa hivyo. Haifai kuwa hivyo. Kama union nafaa kuingilia vitu kama hizo. Ensure si ligi ni yao. Wao wanafaa kuensure ligi iko na balance. Tuna hivi players wanafaa kuwa hivi. Alafu pia hii ya team at Kabras iko na sijui 60 players ama Queens venye tulikuwa Amon zoezi. Tuko team 2 za 15 ziko ndani, team 2 za 15 ziko nje. Hao ni watu kama 60, alafu kuna bado sijui watoto. Hao ni watu wengi. Hiyo ni mzigo kubwa yenye inafanya saa vitu hizo za kutolipwa zinakuja. Union iseme tunataka kila team next season ina sign watu 35 ama 40. Hivyo. Na watu ndo watacheza season hadi transfer ifunguliwe. Na ni hivyo. Hiyo itafanya hawa teams zianze sasa kucontract hao players. Tuseme hao 35 ndo wako contracted. Alafu isikuwe Queens ndo mimi naona unaona kitu madam alisema poa. Wao chairman wa union. Nio alisema nini ESS ikuwe under 20. So ni better KCB ikuwe na Kenya Cup hiyo team yao, alafu iko na under 20
isikuwe eti ni KCB, ESS tena ni bado ni ya watu senior, alafu mi naona hiyo ligi tu ama watafute ligi ya under 20, ESS ikuwe ligi ingine pia. Watengeneze ligi ya under 20, but kunafaa kuwa na ligi ya under 20 alafu timu isikuwe na hizo pressure eti inafaa kuwa na ESS na Kenya Cup. Hiyo pia inachangia timu kukuwa na budget kubwa yenye hawezi manage kulipa players. Yeah. Alafu Mkoro, before endelee, kuna nini polisi amemeka hapo chini, kama unaweza isoma inaweza kuwa fiti. Hii essentially the biggest problem in Kenya rugby isn't lack of talent. Shida yetu ni holding of talent kwa top teams, lack of resources in all other teams. Kuna kitu itwa roster cap, ita help. Polisi ana make sense kweli. Timu ndio nimesema timu iko na 50-60 players. Hawezi manage hata kulipa watu 10. Haja gani? So team mi naona kukuwe na union tu iseme kuna limit ya players wanafaa kucheza per season. Team inafaa kusaini namba hapa. Mi nishaona club, unaona club nilienda ya kwanza, unajua tulikuwa players wangapi? Tulikuwa players hatakuwa tunafika hata 30. But mnalipwa. Hiyo ni team, rugby team. Mko tuna watu 30. Attack, defense. Juu hiyo ndo budget inasoma hivyo. 30. Alafu hao ni wenye wako contracted. Sasa alafu unapata tukihitaji saa zoezi mingi ama nini, wataleta hiyo timu ya under 20 wale wenye wamekaribia ku graduate wakuje kucheza senior, wanaletwa hapo tuseme defense nini, kitu hiyo wanajaza. But sasa huko Kenya unataka kuwa na watu 50, umewaandikia. Niliona mliko ama ulikuwa unalipwa ngapi? 7K. Niona alikuwa analipwa juu ni 4K, Wangila 7K. Anyway. Mi hata niliona hapo, naona bado niko kwa hiyo list. By then ilikuwa hapo. Mi ndo zile walikuwa wanasema aje? Ghost worker. Inaitwa aje? Kuna jina inaitwa hizi maproject za kunini kuosha do. Kuna venye zinaitwa nitakumbuka. Ama nilikuwa na swali yake, hebu acha nikumbuke. Nimeangalia Ratila, sisi hatuna club, hatukusign by the nywele kwanza, ndio at least ukinyoa at least unaweza pata club somehow. So Amon, nilikuwa na swali nilikwambia. Hapo Kenya tuseme ndo watu anze tuseme at least pia matoke unaweza saidia kujibu hiyo. At least ndo tuseme club zikuwe semi pro. Watu wanafaa kulipwa ngapi? Average. Tuseme mtu hafai kulipwa chini ya hii. Kwa ligi hizi unajua hizi professional leagues wako na hiyo limit pia. Salary. Yes. Wanasema players ilipo chini ya hiyo. Atakaa kombaya aje, uwezi mlipa tuseme hata chini ya tuseme 500 ama 600. For me seme tu Kenya sahi. Player fa kulipwa chini ya 50k sahi nyaki. 50k. Hiyo ni player mwenye anacheza national team, Kenya Cup ama wapi? Yes, national team. Hiyo ni matoke kwa club. Tuseme ni msemo mwenye analia ongezewe ndio analipwa 50k, but anawaambia 50k haiwezi.
Juu unajua sasa mi kitu naona union inafaa kuingilia hapo kwa contract, iseme si Queens walisema wanapeana contract na tumetumia Queens sana, tutumie hata timu nyingine, tuseme tumia Queens Strathmore sasa. Strathmore ya university side. So for example sasa ingekuwa hii side nyingine Mokoro mimi ni before, wacha nikukat short kidogo. Kwenye unasema ukweli, mimi nilikuwa nasema hata heri basi club zikuwe na a performance contract. Juu unasema yenyewe hata club inaweza kuambia yenyewe tunakulipa hii do na 20 results. Wasema sasa ikifika end of the season kama utakuwa umeimprove, si terms za hizo zinakuwa za hiyo isa contract inafaa kuwa na hizo terms. Unasema tunapiga tu shoka. But after some time ikifika saa fulani ya miezi fulani ama part fulani ya season tuna renegotiate. Tujue kama tunakuongeza ama tunakukata ama una maintain. Kama una maintain. So isikue tu word of mouth peke yake. Isikue watu wana nini, ni kuambiwa ati we kuja tutakupea ido nini. Ikuwe ni kitu contract si kama ile yenye tuliletoanga place fulani usiku ati tu sign after zoezi sign ndo uchukue chakula sign. Hapo ni wapi Mokoro? Ni wapi Mokoro? Kama anajua ni either national team ama Queens, ni hiyo moja yao. Sasa ndio ukule. Ama anajua alafu ni wakali. Nani mse hapo amekasirika. Mlisign hizo contract by the way ama mimi sikusign, sijui kama unanisign. Sikusign juu sasa unaletewa kitu kwa giza hata hujasoma. Wewe umeona tu imeandikwa pesa fulani. Mtu alisign ni Remke. Remke ndio alikuwa anataka kukula. Remke nao kwanza siwezi kataa, wewe nani kali sign? Hiyo kwanza unaweza pata alikuwa jiko at hiyo time. Mimi tulikuwa nasema ni contract inafaa kwa na 3 pieces ya player, ya club na ya union. So ukisign yako inapigwa stamp na club yako na signature yako ya club na stamp ya union na signature ndo una nini. Alafu pia kitu ingine ni players welfare venye mlisema. Unajua hapo Kenya I think tunachezanga rugby risky sana. Well, kwa insurance kwanza kwa insurance health ya player nini juu season inafaa kuwa before season ianze. Nini player anafaa kuwa amefanyiwa hizo matest, kako na pressure, kako na nini, hati yake inapiga aje before acheze. Huko players wanaingia tu tucheze, mtu hata haujui kama uko na nini insurance. Ni kucheza tu na vitu kama hizo ndo zinafaa kuangaliwa sasa. Ndo tukue sasa ndo tuenda tu qualify, vitu kama hizo zinafaa kuwa zina nini. So kama mahali mimi nacheza kuna kitu inaitwa passport ya player kucheza. Kama una hiyo passport huwezi cheza hata kama umesainiwa na hiyo team. Sio passport inatokea wapi? Lazima uende ufanyiwe medical test zote zenye union imeeka. Upite zote, ukishapita zote ndo wakusainie hiyo passport inatoka kwa union. Wakusainie passport ndo ukue cleared kucheza. Na hiyo test inafanywa after tuseme 3 months kuna test. Ama mkienda break yoyote mrudi, mnafanywa hiyo test ndo urudi kucheza. So hiyo ni compulsory.
mi sijaona kitu kama hiyo Kenya. Hata hizo klabu kubwa mnasema, sidhani KCB na Oilers, sidhani KCB Oilers Kabra, sijui kama wanafanya, but sijui mali hiyo. Kitu mimi nishaifanyiwa kwa maisha yangu ni Kenya, nikiwa Kenya ni under 20 tukiwa na superstar hapa Starboy. Ni cafe ile jua. Na cafe la kucheza. But Queens walifanya hiyo kitu 7 ikianza. Walipima wasee. So unasema hapo kwa player welfare wanajaribu. Walipima wasee. Mimi nimesema hiyo walipima wasee hiyo time. Amon. Vipi? Mlifanya hivyo vyote na bado mkagoma. Bana, hawa wa appreciate. Flowers unapatiwa flowers zao pia. Club yangu. SSS bana, amwezi fanyia SSS hivyo. Mi kwanza niko na swali tu Amon. Ulitoka Homeboyz. Nini ilikumotivate to join Queens? Matoke, nilisema hiyo kitu. Haujasema. Ni do ama? Hapa sahi. Muuliza mbona nilitoka Homeboyz mkajoin Queens. Promises za kupata do fit, do smart, nini? So first ni project Queens walikuwa nayo. Second, kulikuwa na promises. Nini so hizo promises ni kazi zimefika njiani zikaingia nyasi. Ile ilianza after Pao alimwacha. Ngoja. Hata juzi ndo nimeona, ni juzi ama jana nimeona at least KCB I think wanajaribu. Niliona hadi wamefanya shoot ya players nini. Lakini hata Queens niliona Queens pia mlifanya last year. Mlifanya shoot ya players before season. Sisi. Tulifanya. Hiyo ndio ile mliundua nayo magazine fulani ya this one is not is ours. Alafu mnaruka nje mse. Amfanye poa. So wasi wa comment section kama mnadai kunini uko na point ya kuongea, kuna link iko kwa nini? Iko Instagram Chasing Moments. Kwa bio kuna link imeandikwa live stream. Unaweza finya hapo ingie. Kama uko na point ya kuongea unaweza ongea. Haya, umesikia? Ni free space. Umesema feel free. Ati zilikuwa za kupromote Christies. Na muongeze volume, siwasikii Mokoro, siwasikii. Unisikii? Ongeza volume. Mimi nakusikia. Mimi unanisikia Matoke? Nakusikia. Ama unaishi wapi? Kaka kuna mtu ananisikia, ongea hapo kwa nini? Comments. Ratila unanisikia? So Amon. Niko na swali. Uliza Mokoro. Ni kwa rugby. Tangu anza kucheza hii rugby kuna ile timu umekuwa ukisema yezi nipiga hii timu. Kuna ile timu ukicheza nayo tuseme hata 15 ama 7s unasema hii timu yenye unakuanga umeshukishia. Unasema ni mingi. Mama. Me unless nazitaja but me unless labda wapige hiyo, labda wapige timu yangu kama siko, lakini kama niko kwa hiyo uwanja hiyo timu hizi nipiga.
Matoke ni nini? Ngoja, umesema nini? Nilikuwa nasoma comment ya Wangila. Wangila amesema ongea Kizungu. Wangila. Anyway, umesema Wangila amesema ongea Kizungu. Before you continue. Wangila ako na mambo. Hebu Wangila wewe ingia hapa juu uongee Ngoso. Lakini wewe niko na siku yako. Ngoso pia tunaongea. Pia kitaka French tunaongea. Sasa shida wa Kenya watu wengi wanaongea Kiswahili. We, Amon umeambiwa English, not French. English. Ati? English, not French. Oh, Ati kuna we Amon ulikuwa unatuambia juu ya story ya timu yenye haiwezi kupiga. So mi timu na ujibu in English. Kuna timu nilikuwa nimesema haziwezi nipiga, si ndio umeuliza? So one, mi sitaki kujua kama watasikia vibaya ama watasikia vibaya. Hiyo shauri zao. One ni Impala. Impala mi haiwezi nipiga na haijai nipiga by the way. Tangu kucheza rugby. Haijawahi, sijai lose against Impala. Matoki. Lakini sasa Wangila jamani. Sasa mi I think sijaicheza Impala, nilicheza nao once. So hii kama venye umecheza nao Remke. Matoki ametoroka. Ako ni venye nikaa ameenda sijui wapi. So mi ya kwanza ni Impala. Ya pili acha kirudi. So both 15s na 7s ama yoyote 7s 15s. Nimeendea files. Kuna picha, kuna mzee yako hapa mbele kwa picha. Acha ni wafungulie players wako. Onyesha hiyo part ya Wangila. Unaona player? Ni Wangila nimekuja kutafuta actually. Na Ratila alikuwa na Remke, I went to a good school. Ratila hapo ndo mtu wa nini designer. I think endo alikuwa amenini anawavalisha. Hapa hairline bado imeanza kupotea. Ratila. Si Ratila, Remke. Remke akuange na hairline. Remke, umesikia hiyo? Remke, panda huku juu nini? Utuambie venye nywele yako inasema. So Amon, na siku hizi sasa sijui ama usharitaya kutoka international rugby na hatujui. Kwa nini? Sioni hata call up anything. Good question. Ama nyota ilienda na wenyewe. Nyota bado iko like for me this season. This season naweza kubali. This season nao nimekuwa chini. Umekuwa chini kivipi? Nimekuwa chini. Ni juu hujacheza. Sijacheza aje. Mimi nimeona mulicheza umecheza legs ngapi season? 3. Wengine wamecheza 6 na uliona Union ilisema kama uchezi local circuit hauwezi itwa national team. So I think hiyo ndo reason. Ama Matoke unaona aje? We kama fan mkubwa. Ni kwanza basi safari niko on. Nitajiredeem, safari niko on. Uko on na team gani? Safari uko on. Wacheza Red Whalers. Ati Ngoja, before niendelee, my biggest shock unajua
ilikuwa last season when you guys mlikuwa so consistent last season, last Yeah. year like 2024 when you guys Queens, meaning Queens, not you. Oh, this We one is Mokoro not bana, ours. mimi tuwasikie Mlikuwa sauti so yenu iko chini. I think basi Mokoro network unanisikia? yake mimi nakusikia. Mimi Amon, mimi siwasikii poa. nakusikia. We Remke Hata mimi unatusikia? I can Hebu acha come nitoke kama alafu unatusikia. nimetoka alafu nirudi. Unaweza toka urudi. Haya. Like nani Mokoro, Yeah. nilikuwa nasema like school players walikuwa so good last year 2024, Yeah. so consistent. Was the only time walimaliza outside the top 3 ilikuwa Prince Lou, the last leg. Hiyo ilikuwa 5 legs, 5 podiums, and then wakashinda overall. But with shock ni hakuna player wao alikuwa shujaa after Hata mmoja. Okay, waliitwa wawili wote ama Morant. wawili ama mmoja. Last year kulikuwa na Amon, kulikuwa na David Williams. Fogan aliitwa. Fogan alikuwa. Mkarusha wote Morant, si ndio? So Amon wendo ile shock for last year. Ati? Sasa unatusikia? Nawasikia sasa. So matoke endelea. Yes, so for last year nao nilikuwa shocked. Alafu this year, coming into this year, vile mambo imeendea, this one is not ours. Siku expect much, but still wao kupata like one player. Okay, Ngong Road kulikuwa na 4 players wameitwa national team. So ni waiting to see the final squad, ni wagani watafit. Lakini pia huwezi niambia even if a team haiko that competitive at the top, I miss like a player who is very good mwenye ata make national team. Ni kama wapi? Actually ni kama Kenya Sevens. Tuko na player from championship lakini anacheza Kenya Sevens na is a starter. So yes. Alafu hiyo nao for performance ya last year ndio bado ilinipiga butua. Pia mi feel pia sieti national team lazima player atoke Kenya Cup ama sijui Kenya Sevens. Yes. Player anaweza kuwa nationwide but ni mnoma. Inafaa sasa Kenya Rugby inafaa ifikie hapo. Sieti tunategemea tu players kutoka timu moja. But me thought moja kama sasa tunategemea Cabras kutoka coach hadi players. Matoke. Unanisikia? Mimi nakusikia. Nakusikia. But walisema national team call up ni through merit, ndio? Na mimi wasioni. Uoni kwani uonangi Mamon? Wasioni. Ama maybe mu expound. Sijui meaning ya merit. Merit. Okay. Kama ni merit, no, it's not merit for last year. Let's say for last year, 7th circuit, I got okay, ilikuwa out of merit kweli? Not really. Na for this year, okay, maybe. This year hadi nimeona wamechagua watu wana select. But bado nimeona hapo online kuna page inajiita, kuna page niliona hapo inajiita Kenya World Rugby. Yes. Niliona walifanya poll nyingine hapo wakiuliza venye sijui uple wa timu yenu inaitwa Shikoli. Mbona hakuchaguliwa? But pia mimi nilikuwa na watch hiyo circuit, alikuwa on. Shikoli alikuwa on. Wewe jua naweza kupatia stats zake like offered like how good he was from the 7th circuit. Anyway, we wait and see. Mimi najua time yake it's coming. Kweli. But for him tuko na view na macho different, unajua? Huwezi jua. Maybe selectors hawataki watu warefu, maybe. Ama ni kama Amon tulikuambia waache kukick and chase, maybe utaitwa national team.
Ngoja kwanza ni kuna highlights hapa za Mzito Amon. Ndio ni signature. Lazima apige kick. Lazima kick Serious? na chest. Yeah. Ndio huyo. Very nice. Kwanza kuna hiyo try ya kwanza hiyo against KCB nakumbuka hiyo tona. Ilikuwa ile tona ya one day Tuna Queens. Ndio Amon alimake his debut actually. Actually wase wengi wenye walikuwa wametoka Homeboyz ndio walimake. Ilikuwa nini yao ya kuwa welcome tournament. Proper. So Amon, wewe kukika Ncheso ulisema ni standard. Hayo ni standard. Unajua si ati wana kick kila saa, siwezi kick minute 1 to 14. Yeah. But I think pia ni poa juu kila player anafaa kuwa na X factor yake. Unajua So Matoke Amon na ni msee nini nashindia SA games? Nini nashindia SA rugby 15? Games sevens. You tell me. Kick and chase. Kick and chase. Sio kick sana pia. Moneta anafanya nini? Ana kick. Same thing. Futa mbio. Ndio hiyo sasa. Si ati naweza kick kuanzia minute 1 to 14. Hiyo ni strength yangu. Yeah. Na mimi najua sisemi ati itakuwa 100%. Yeah. But trust me 99% mimi nitaipata. Kweli. So hiyo ni strength yangu, mimi siwezi waacha. Lakini sasa ongea Matoke. Like for you guys najua ni story Amon tumeongelea somewhere else, lakini niponge mention hapa like vile mlikuwa so good and then a good number of you people did not maintain your status huko Kenya Sevens. Like hiyo ilikuwa na an impact aje for you people? See, like mlikuwa so consistent last year but mlicheza more runs but at the end hamku maintain your sports huko Kenya Sevens. Hiyo ilikuwa an impact aje for you guys? First tulikuwa tunasikia vibaya. Personal style kummention ilifanya mzito wangu mmoja hata hebu ongea ilimweka down vibaya sana. Ndio alikuwa anajua sasa yeye ashaingia zone yake ya what is best. Alikuwa nadhania ata make cut kwa hiyo final score but it is what it is. Ufai kuweka roho nini kwa so pia si Matoke nashinda nikisema pia si hatujui. But tunafaa kuweka roho. Unaona sasa roho team kama tuseme ulikuwa unaenda kuchezea Springboks sahi. Hapo unafaa kuweka roho ukinini hapo unaweza lia. Ukipigwa shoka team kaa hiyo unaweza lia. Ukweli? Juu sasa unaona sasa kama SA niliona interview ya Kolisi jana akisema venye SA kitambo walikuwa tu wanacheza tu. Hawakuwa na kitu. Na hiyo sasa walikuwa wanacheza tu na walikuwa hapo top 6. Hapo hawakuwa wanashinda. So until nini venye huko cho mpya Rasi aliingia akaambia venye kitu wanafaa kufaitia kwa hiyo team. Si wao wanajichezea ama nini. Wanafaa kuchezea country kitu kama hiyo. But pia huwezi chezea country kama union haiku appreciate kama player club yako pia ikuweki poa. So player kama amewekwa fit unajua anaweza fikiria mara mbili. Achezee jina yake, achezee inchi ama afanye nini.
Yeah. But ni ukweli, mi najua once a player ako happy ata deliver for sure. Hiyo ni Kweli. ukweli. I think mi hapo nini hapo ndo tunafaa kuangalia sana kwa rugby yetu. Tuangalie players kwanza. Sasa hakuna tunafaa Player kuangalia welfare lazima ikuwe key. sasa inafaa tu players wako fit, wako ready kucheza, washalipwa nini. Ndio ikuwe hivyo. Ona kama sasa Bake hiyo team fulani ya Bake. Sasa hata I think hiyo ndo team inakuwa followed Instagram. Nairobi City Thunders. NCTs. Kenya kuna I think hakuna club inaishinda hata followers Instagram. Na ni si team ya haijakaa sana. Hiyo ya Bake. Sidhani imekaa sana. I think pia timu zingine zinafaa kuangalia hata hapo timu za rugby. Kazi imeshindwa kujimanage, waangalie venye hawa sio wanajimanage. Hata ni wabake. Wanaweza pata points kutoka hapo ama views za kumanage clubs. True. So but Mokoro, for your short time yenye umekuwa huko Europe, vitu three things yenye we can change or now we manage our clubs ni gani zenye we need to change? Management kwanza, kutoka hapo juu kwenda mie venye mmesema tuanze kutoka clubs zetu, tunafaa kuanzia hapo kwa machairman. Tujue mtu tunachagua, tusichague msee juu msee alichezea Strathmore, msee alichezea team fulani, tumchague. I think kama chairman tuseme mimi kutoka Kenya nimesikia, unajua unaweza kuwa umekaa hivi unasikia watu wanaongea msee fulani. Huyu chairman alikuwa wa Kabras, anaitwa Jalango. Huyo mzee ukiangalia akikuwa Queens kulikuwa na masponsor. Akaenda Kabras, amekuwa tu hizo, I think hizo ndo timu amekuwa. Kabras sponsor, Queens kulikuwa na masponsor. Tunafaa tuweke hapo management, tuweke managers wana manage vitu, si eti alichezea hii team eti ana deserve kuwa chairman. Tukianzia hapo ndo tutapata watu right wa kwenda wa kupackage ma club zetu. Juu club ni kama package fulani unaenda kuuza upate do. Hiyo do pia isaidie ni mtu sponsor anataka kununua value, hataki kuja kuweka pesa yake tu hapa aende. Sponsor anataka kuja aeke do apate, kana anataka kuonekana nini. Hiyo ndo kitu wanaangalia. So club yenu haiwezi kuwa eti ni amateur na mnataka sponsor, ina operate kiamateur. True. Hapo kitu kingine hiyo yenye nilisema ni hiyo ya kucontract players, mkuwe na limited number of players. Hiyo ita encourage competition within players, na pia watu watajipush, pia coaches watafungua akili. Juu unajua coach anajua niko na 60, siwezi kosa kikosi. Unaona? Coach anaweza kuambia Akienda tuko na kikosi. si unaona kitu kio ya Queens ilifanyika juu ya hiyo kitu. Wanajua tuko na players wangapi? Tuko na players wengi. So hata wakienda hakuna shida. Alafu kitu ingine ni hiyo ya kuensure players wako health wise, wako sawa before season ianze. Kitu kama hiyo. I think Leona ameanzisha kitu kio ya mind fit, game fit, vitu kama hizo zinafaa kuwa. The small things. Vitu ndogo ndogo. Club pia zinafaa kuwa na merchandise. Hiyo ni kitu kingine. Isikuwe game day. I'm coming. Matoke amevaa nguo yake ya Shabana ama na amevaa yake ya Sofapaka nini
nimevaa yangu sijui ya wapi, tunaenda game as a team. Vitu kaa hizo sponsor akikuja aone hata kwa page yenu aone hawa sio hivi ndo wanapiganga luku akienda game, atasema mimi nataka kuonekana kwa hiyo nini lesha yenu ya nini kitu kaa hiyo. Ndo maana mimi nilikuwa nasema hata hizo clubs zikuwa auctioned kwa matajiri, wazinunue wapee watu kazi hapo wa manage, isikuwe tu watu wana manage ni watu walikuwa. Unajua sasa tuseme sasa kama Amon, I think tukimweka hapo chairman pia ataenda kulipa pesa amechezea, anajilipa kwanza. Standard. Lazima. Yeah. Juu ni mbaya. Lakini ebu si Queens ni community club, si ndio? Community club. So kama msala anataka kuibaya anaibai from who? Sasa hapo ndo sijui, labda wanaweza peana rights za nini, naming rights tuseme wapeane kwa company fulani hivi. Ikue sasa venye ilikuanga SportPesa Queens. I think Ama kama hiyo. Queens. Wanaweza peana hizo naming rights. Hawa sio wa manage hiyo team, wawaambie sisi tunawapea team tu manage basi. Juu nyinyi biashara mnaweza manage. Hawa sasa mkiwapea hivyo hata wao wenyewe waamue waseme aje, si game day hatutaki watu wanunue tiko. Kama tuseme ni kampani ya sabuni, inasema ukinunua baa moja ya sabuni unaingia game. True. Si unaona? Hapo mtu kama venye Kabras walikuwa wanafanya. Mtu amepata sabuni na ameingia kaochi game kitu anapenda. Alafu as a league Kenya Cup inafaa kunini marketing ya Kenya Cup inafaa kuchange pia. Kujimarket kama nini league iko nini sijui. Kenya Cup inafaa kuwa na sponsor wao wenyewe, si wako na page ya Instagram. Wanafaa kujimarket hapo, wanakuja wao wanafaa kuoperate kivia, wako na nini, wanaweza nini, wanaweza manage vitu zao kivia, si lazima wategemee union. Tukiwa school manze, hiyo Kenya Cup ilikuwa ina bamba bana, walikuwa hadi kwa ile Bamba Sport, sijui kama mnakumbuka. Ilikuwa mbaya sana. Siku hizi hata hakuna vitu kaa hizo, sijui mbona. Mambo ni mingi, vitu zinafaa kufanyika hapo ni mingi, lakini sasa na si eti ni ngumu. Vitu kaa hizo ni vitu rahisi ndogo rahisi. But sasa si kuna watu hapo wanaona ni kitu ingine ni big deal kumanage juu ni wazee. So for me I think first inafaa anze tu na clubs kwanza. Clubs, right? Because the same clubs zinachagua sana run union. If clubs to get things right, then tutakuwa na strong national teams kweli. Na hizo clubs haziwezi kupata vitu right kama union hayeki rules, vitu kama hizo. Juu union ikisema rules, club yako haiwezi cheza kama ina contracted players. Si club itaanza kujituma contract players ndio icheze. True. Sasa hapo ndo vitu zinaanzia hivyo kuwork. So union ikisema ite fix kutoka club zenu na ipeani directions, mnataka watu players wa fix aje? Player akienda kufix anaambiwa Thursday kujia leta. So unaona unarushwa nje tu hivyo. Hiyo umefix nini? Juu ukiona kama
hiyo siku yenye venye Masese alikuwa na Matoka wakipush wa players wa fight nini wa standard. Si watu hapo kuna watu wa kitambo si ni wakubwa wetu sasa walikuwa wanasema aje eti endeni club zenu mwanzie kutoka huko. Unaanzia aje kutoka club? Si ndio wameenda kuanzia club, wameona kitu imefanyika. Umeendelea. Wameniambia Thursday mapema jioni before zoezi kuja tunawangojea. Tuko na barua zenu. Before muendelee, naona nani amekula moto kwa comment section. Wangildinyo anasema alamiamo na kumishia welu huko mada. Achana Wangila. Alafu Wangila anasema unaenda 27. Ndio unaona Wangila ashanipeleka huko bana. Natoka hata nyinyi naona pia players wenu wameenda wako Impala sahii kadhaa. Impala. Si nimeona hapo Instagram yao nimeona wakipost. Nani hebu taja? Nani? Nimeona Muli. Wale wenye walienda last season. Ni last season ama? Nani mwingine? Nimeona watu kadhaa wenye nilikuwa nao huko. Pia naona Aswani pia amecheza. Aswani na nani tena mwingine? Oro. Japolo. Yes, unajua Mukuru for university side at some point in life hiyo lao lazima yapo. Like Aswani. Mwenye alikuwa people come and go. Kweli. And then Nyamo na alikuja Queens na anaenda Strathmore sahii. Hata kukaa. Hajakaa umse akai kwa teams. Huu ndio Suara. Sana huko hiyo timu yenu mchunge. Umse anakaa. Suara na nimeshinda kikombe Matoki. No, okay. Watu wa Homeboys ndio Suara. Anyway. But okay. Pia nimekumbuka kitu. Pia niko na swali unitafutie Masese. Ndio kumpata ni rahisi. Ukimuona umuulize hii swali. Unajua hiyo sasa mlikuwa mna nini sando mmeshika ground hivi hapo X wapi? Mmeshika mnaambia players venye wanafaa ku stand for their rights. Kidogo hivi ndo naona tena Masese namuona anacheza. Kidogo hivi ameumia. I think ukishakuwa activist unafaa kuanza ku lead by example. Swali linafaa kuwa no, of course first thing ilikuwa ni boycott the circuit. Why mbona circuit haikuwa boycotted? The end of the first thing. So hiyo ni discussion we can have. Naweza mtafuta we can next time tunaweza kuja hapa wote and then we have that discussion to even the mwambie tuko tunamngoja hapa sana atujibu hiyo swali juu I think hiyo ndio inafanya acheze hadi sahi. Actually aliumia mara mbili. Aliumia rough and tough alafu akaumia Christis. Aliumia ka bado ako ground ameshika. Ama hiyo ndio ilifanya akaacha saa kuinject. Hapana. Sahi okay. Atajisemea sasa. Masese kama una watch hapa wewe jua tunakutafuta tunakungoja any day maybe Wednesday tunaweza taka sana utueleze kweli sasa itakuwa ni wakisi watatu wako hapa jamani. Onzere kwanza unajua Onzere tulikuwa na episode na Onzere sijui kulienda aje but tutamleta hapa. Mlifanya nini? Swali ni mlifanya nini? Hey. Ni sawa. So I think sasa tunaweza anza kukapunga. Tujue haina pressure but imekuwa good one. So Amon umesema maada kesho training mapema.
Amon uko na Huyu team Amon na kwani sijui. nini yake internet yake ni nani? Unasemaje Matoke? Nasema mada mapema kesho. Nimewambia tu Ati Amon mnipe should be awarded by Kasongo, true servant of the game, epitome of rugby values. This man much love. Na Wangila anakupenda we. Kwani ulimfanyia nini? au mimi ni mgezi wangu anajua. Wanajuana Yeah, kutoka But huko. nimewashow in the next 1 week kama 2 weeks mtajua mali niko. In the next bora si Mwamba. 1 week after safari. umesema Na mimi nimekuambia bora si Mwamba. So Amon, acha niulize, Yes. niko na swali lingine. Uliza. Niko na swali. Nilisikia hiyo saa muli strike mulilipwa. After mume strike mulilipwa. So after mmelipwa mbona hamkurudi muendelee kucheza? Ama hamkulipwa doyote? So kitu ya kwanza Mukoro, unajua rugby is a contact sport. Na kama hujatrain hauwezi cheza hiyo game. Kweli, but watu hucheza. Mi Kenya nilikuwa naona watu wanacheza kawa hawajatrain. Bas au si alafu ilikuwa kama our newest coach wase walisema ilikuwa too late. Unasema ilikuwa kesho ni game. Isharibika. Kesho ni game alafu wase leo ndio wanalipwa. Hiyo tuna iwezi. So there was a lot of questions. Zenye watu walikuwa wanajiuliza na zenye watu walikuwa wanauliza. Hata huyu captain kwanza ako hapa anafaa tu show. Huyu captain tutamshika hii wiki tu. Atakuja atuelezee kulienda aje. Ye kama captain, yeye ndo alianza na yeye yeye ndo alikuwa namba Lucky kwanza ndo alikuwa number 1 aje. So I think pia kitu ilifanya ni both parties. Hatukukaa chini tukaelewana. Hatukuwa na solution. Hivyo ndo naweza sema. Maybe sisi tulikuwa tunataka hivi. Nao management wanataka hivi. So kila mtu anavuta side yake. Hapo ndo inafaa kuwa watu hawafai kuvutana. Kani watu hawafai kuvutana. Kama unafaa kulipa mtu. Kama umemwambia date 20 ni date 20. Kama ni date 1 ni date 1. So kama ndakulipa 100 Gs ndakulipa 100 Gs date 20. So tena si ya mdomo ni ngumu. Inafaa si word of mouth. So mi acha ni note hizo vitu chini, nitaziongelea siku ingine tena. Yeah, we will. Hata kuna swali Matoke aliuliza. Anasema how comes Queens wamekuwa chini season, ndio Matoke. Unajua saa zingine the sad thing about rugby ama the good thing about rugby. Haikumbuki ati Queens walishinda last year. Ati Amon alikuwa mnoma last year, so lazima TBC atakuwa mzie. Hata haikumbuki ati sijui ulishinda nini. So it's about your season. Your season sasa ni game, it's about your game, it's about your season. Venye tuna approach. So like kama mimi personally mimi kitu inaniuma. Ni venye kwanza pre-season yetu ilikuwa more. I think hakuna team walitrain sisi. Hata Matoke anajua. Nilikuja actually nini yenu kadhaa. Mgeni I think.
Ambaka alikuwa anapeleka timu lingine fresh. So angalia at the end hiyo Wakenya wote tuliput imekuwa in vain. Ilienda hivyo. Which is sad actually. Ilienda hivyo. Ni kitu sad sana. So Mimi personally ndio kitu kwanza kitu mimi naniuma. Mimi hata sijai train hivyo. haujai train hivyo hata national team. Ukiwa na national team. Sijai train hivyo. So unasema hii sasa ndo mlikuwa ready sasa hii ndio tulikuwa ready. But venye nimesema tu those small things matter. Kweli. Na mkisha switch off hivi ni hivyo, hamwezi click tena. So na teams zingine zinataka kujua ati Queens hawajalipo ama Queens jua na go through nini zi. They will come mad. Hizo ni shida zenyu za nyumba, mtatue huko. Mkifika hapa ni story nyingine. So wewe unaona sasa hii bado unaweza itwa national team, si ndio? Sasa hivi naweza itwa national team. Ama una content. Mbona nisiitwe? Hata Chipo anaweza itwa. Usini mimi siko 21 matoke. I'm 24 years old. Ama ndio ilikuwa joke. Ni nini? I'm 24 years old, man. Kwani haja I'm getting old. Hakutuma CV muone miaka zake before msanii. Bado ni Gen Z. Mimi ni Gen Z mse. Safi. Na mmenisani kila mahali. Mara nasikia niko South Coast Pirates. Mimi niliona Wangila unasikia umesign South Coast. Rada. Huko Kiswahili tampika hadi wameposta hapo naona. Mara Project 61. 61 jamani. Amon, mimi nangoja vile umesema, nataka kungoja Floodies nione vitu kwa kibol huko Floodies. Alafu now your fellow activists pia nataka kuona the next moves pia akina Remke Rakila ilikuwa nisema Lyon nikasahau Lyon. Anyway, Lucky nataka kumuona na timu gani pia. Anyway, we wait and see. Whichever comes, whichever. Mimi kwanza wish you utacheki because huko namba last year mimi ni bamba as much as last year hiyo consistency yenu kwanza hiyo na ilikuwa top tier, and then nataka kuona your next moves and then tuone pia Queens wanaelekea wapi. So hata mimi nitakuwa na ngoja nione akina Amon wakicheza hapo Floodies. Juu pia niko sure kuna watu wenye waliandikiwa barua na washarudi. Niliona nikawa wamepigiwa simu atakuwa hapo wanacheza. Mimi nataka kuona Queens kikosi iko nayo before niingie zoezi. Hata mimi narudi Queens. Sisi pia na Kenya. Niko Kenya full time. All the best. Tutapatana hapo Kenya Cup. Tuanze na Safari Sevens kwanza. Safari Sevens guys. Acha leo tumalize safari tuko karibu. Weekend ama next weekend? This weekend. New weekend. Acha nijiredeem na hii safari. Umekata tuambia timu utacheza bana. Si watapost mtaona. Kama acha nikwambie kama si red. Sisi hakuna red wheel. Sijaiona. Ama ni UK.
Amon. Walisha name squad. Walisha name squad yao. Matoke, unajua cha Matoke. Labda anachezea Walukuba. Walukuba ama Wakuluba. Timu ya UT wanamnini aje? Wanaweza kuwa Matoke. Tuko timu moja na Remke by the way. Remke pia ameitwa. Sasa nyinyi wote jamani. Ratila. Anacheza Safari. Safari Sevens. Yes, I'm playing. Tuambie timu basi. Simtaona, tuacheni wa post. Vitu hizi za ndani. Kwani umesema labda kama unacheza Safari Sevens, labda uko umesign for KCB kwa timu za Kenya, KCB, Moran bado huko. Shujaa huko. Hiyo Walukuba ati hapo che. Wache. Nimejua hiyo ndo timu anachezea. Unakumbuka wakimwambia asiongee French tukianza. Okay. Ndio hiyo ndo timu. Wangila ni msimpoa lakini ako na mdomo mingi. Hapana, ni venye tumejua kushikanisha dot. Wangila nimesema kuchoma hapa kwa live. Choma tu. Sasa si ndio huyu anasha kuseti hapa. Unaweka nini? Payback. Wangila alichomea hapo 7D. Hebu tume video yake tuiplay hapa. Unajua mbona Wangila akupewa call up? Share za ndani hizo ndo nyuma ya tent. Naweza jaribu kuguess hiyo. Labda alipita na Ngare ama management hapo. Kwa hiyo Dunda. Share za ndani. Kama labda ni hiyo. Nimeacha Wangila, nimeacha. Hiyo ndio ndio Matoke. Acha na kutumia vida Matoke. Yeah, usisahau kunitumia, niko na meeting na yeye, nitamkumbusha naye. Ama unasema aje Wangila? Haiwezi ongea, utaweka tu kwa nini yake. Tupatane huko nyuma ya tent. But all in all, mkamu msupport Morans, Shujaa, Lionesses. Lionesses. Mliona Grace Okulu walimeka debut huko France, which is proper. Atumpe flowers zake Grace. Kweli. Smart Mokoro. All the best Grace. Wewe ni mbaya. Yeah, we make your debut huko Fladis, tukupatie your flowers. I want to make debut Safari Sevens for my new team. Yeah. Hiyo ni a weekend tournament. Sisi tunaongelea 15th bana. 15th World Cup ni 15th. World Cup ya 15th ni Kolai. Ushaona wakiongelea World Cup ya 7th. Bado unajua Amon ashaikuwa repe church fulani hivi, alikick ball sijui mara ngapi? Mara 9 ama 10. Iko 17 Buda. 17. Ilikuwa Dubai ama? Kiko against Portugal. Alipigwa bana. Acha Matoke. Hapo mali si mchezo. 84 times. 17 times. But unajua mimi kitu pia ilinishangaza sana ni like the same Portugal.
tuko tumewapiga before hapa tu hapa wa review ka 47 nil. 2015. So nini walienda wakadu better Wakakam. Sasa ndo hizo. Unaona wakakaa ni ligi ilikuwa inaitwa top 12, ilikuwa na 12 teams. So ligi yao sasa iko na team 6. Kama hamna do ka huko kando. Sasa angalia Portugal Bado inaweza World Cup. Same So thing. kuna vitu tu right. Top league iko na team ngapi? 6. 6 pekee. I think team mingi ziko hivyo top kwanza namba ngapi? Namba 10 hadi 20 kwa ranking. Sidhani ligi zao ziko na teams mingi sana. So competition huko ni crazy. Kushinda Kenya Cup. Hata si teams like country mingi huku Europe, tuseme ukianza kucount clubs zenye wako nazo kila ligi. Kenya tuko na club mingi sana. Tuko na mingi 70 ngapi ama sijui ni 100. Tuko na karibu 90 huko clubs Kenya. Romania iko na clubs sijui ni 20 ama 20 ama sijui 20 something. Ukienda huko Portugal pia ni hivyo, si mingi. Spain inaweza kuwa na mingi sijui, but country mingi Europe, France ndio iko na mingi, England hivyo, but country mingi hazina club mingi kama Kenya. Kenya tuko na team so quality ndo hatuna, na hiyo quality haiwezi patikana kama club. Bado ligi yetu ya Kenya Cup yenye tunategemea ni amateur. Ukiitisha do unaambiwa kujia barua. So I think ni hivyo. So mnaweza peana, ama kama mtu ako na kitu ya kusema, I think mimi niko sawa. Mimi nianze ama mama naanza? Matoke anza. No pressure. Cheers. Mokoro, thanks for the opportunity, Yabon, for coming here. Conversations zenye lazima tu have for alafu kwa ama players like Queens wenye waliandika letters, I believe mnajua mali tunaenda kuona next. Yeah, because actually those guys ni quality players. Kwanza mwenye ako hapa kina Wangila, Ratila, Rempe, ni quality player. Mimi nataka like kuona Kenya top teams again very soon actually. And I wish them well, because kwanza mimi na support them fully because wali stand up for what they believe they are. Ni kitu wakiwakia and then waka stand up for it, which is proper, yeah. And then Safari 7 is coming up. So tunaenda ka fans, na kucheza. I wish akina Ambon wenye anaenda kucheza timu gani. I wish you guys well. Yeah, Mokoro, let's do this again soon. Mimi niko hii mwezi yote, I think nitakuwa nafanya live. Nice. But leo ilikuwa iende pia Instagram, but Instagram imenifail last minute. But kesho I think nitaifix. Wednesday bado nitakuwa live, na Friday bado tuko na Wangila ongea kizungu pekee. So ndo tunataka yake itakuwa hiyo ya kizungu. So sijui, acha tujipange. Wangila, umesikia? Amon, ambia so for me so for Mokoro, thank you very much. Overseas podcast. Overseas. Imekuwa amazing. Venye Matoke amesema hope itaendelea tu hivi, isikuwe leo peke yake. Endelee hapa consistency. Then secondly ni differences tuweke nje sasa, time to support Morans, Shujaa, Lionesses na pia team sisi tutakuwa tunachezea.
So na to my fallen soldiers, all the best to your new home. Umesema aje? Soldier. Umesema aje? Fallen soldiers. Ndio hiyo. Led by Wangila. All the best to your new homes, to your next chapter. We'll catch up soon. Tutaonana, tutaenda mahali, tuko hapa tu. Haya. Me for my next move, nitakuwa out after hii wiki ya safari, nitajua mahali, mtaona mahali nimeenda. I'm on 27. So hata mimi nangoja sana kuona mahali utakuwa umeenda. It is what it is. Ukikam So at the end, KCB. wewe sijamaliza kuongea. Haya. Maliza. Show ni yako. So then you do what makes you happy. Kama unataka kuenda South Coast Pirates kama Wangila enda. Kama unataka kurudi J Cougars kama Yan ni sawa. Yana amerudi home. Home is the best. Lucky amerudi Rwanda iko sawa. Ratila aende Shamas yenye haiko. Ratila amerudi Shamas. So for me nikikafunga stand what is right for you. Usiogope. Sawa. At the end wewe mwenyewe unaumia. Ama wewe mwenyewe unajua kitu unataka. So Moko, thank you once again. Karibu sana. Kwa hizi live sana. So mimi tunaweza sema very nice. 27. So pia mimi nasema thank you for taking your time kukuja kwa hii kasi kamge kama hii show ainge make it. So pia mimi naweza taka mkwe mkikuja kila siku, nitakuwa na update siku zenye tunaenda live kila wiki. So yeah. Yes. For now. So pia I think nitakuwa natengeneza poster na share na nyinyi. Safi. Haya. So ngoja niwachezee kitu hapa. Ndio hiyo. Pia sisi tukue ma host bana. Ndio hiyo. Ni hivyo Wazito.